Yes, hello guys. Welcome back again to Rough Unfiltered Podcast. And always this is the raw perspective. Kama kawaida, kila wiki lazima tukue na sessions za interviews. Na leo nimewaletea mgeni ndani ya studio zetu. Nimpatie nafasi ajitambulishe, mjue yeye ni nani kwa wale ambao hawajamjua. Karibu sana mgeni wetu wa leo. Asante. Naomba tu ujitambulishe kwa watazamaji waweze kujua, mwambie majina yako na kile ambacho unahitaji. Asante. Kwanza kwa majina naitwa Timothy Duori. Mimi ni mkazi ya Ngoromo Ward ndani ya Amoni area. Kwa majina nimeeleza mimi nataka keti ya MCA 2027 Ngoromo Ward. Na niko na chache tawaelezea sababu na kina. Asante sana. Nini ambayo imekusukuma kwa kwenda kuwania hii position ya MCA? Asante. Chanzo na kiini cha mimi kusimama keti cha MCA Ngoromo Ward ni kwamba kuna tatizo katika ward yetu ya Ngoromo Ward, na ukiangalia upande ya Ngoromo Ward maendeleo iko chini kidogo. Na tunahitaji at least to improve ili tulete mabadiliko. Na kenye ilichangia sana mimi kutaka kiti cha MCA ni kuhusu elimu. Unajua katika Ngoromo Ward tuko na 70% kwa wale wenye wamesoma. Yes. The rest 30% I think wako na tatizo ya kielimu katika Ngoromo Ward. Na labda ni kwa sababu nikikuangalia hivi unakaa bado kijana mdogo kwa umri unakaa bado kijana mdogo, na ukiangalia hii race ya MCA Ngoromo Ward kuna wale watu ambao wamesimama, ukiangalia wanakaa giant. Maybe haikupatii wasiwasi kwa sababu watu ambao unabambana nao ni wale watu wanakaa watu wazito kidogo, wengine umri imeenda, na katika mtazamo wangu naona kwamba wewe ndio kama kijana mdogo ambaye umejitokeza kubambana na hao watu. Haikusumbui maybe kidogo? Asante. Ukiangalia upande wa Biblia, David alikuwa mdogo, si ndio? Yeah. Na Goliathi alikuwa jitu, lakini haikumzuia yeye kuendelea mbele, si ndio? Na kenye David alitaka ndio kenye alitazamia. Yes. Na sasa hata mimi pia nimeangalia ni changamoto ndio tapitia, lakini mbeleni nachokitaka lazima nikipate mbele ya Maulana, si ndio? Na ukiangalia wanasema mtu akiwa mkubwa haimaanishi yeye anaweza fikiria kitu kuhusu kuleta mabadiliko, si ndio? Na kwa udogo wangu mimi najiona niko sawa kama mtu mzima, na naweza jaribu kila niwezalo kufanya mabadiliko ipatikane kwa haraka. Na labda lipi ambalo unaweza ukaambia vijana wengine ambao pia wanatamani mambo na uongozi ama wako na mtazamo wa kutaka kuwa viongozi baadaye? Naam. Venye ningependa kuambia vijana wengine ama vijana wenzangu wawe na msimamo dhabiti ya kujihakikishia ni nini wanahitaji ama ni nini wanaitaka mbeleni. Unajua usipokuwa na msimamo dhabiti kila kitu utakiona itakuwa ngumu, haitakuwa rahisi venye unafikiria, si ndio? Lakini ukiwa na msimamo dhabiti una venye unaweza jielekeza we mwenyewe na ukasema unataka kitu fulani ifanyike. Mfano nikisema natoka kwa nyumba naenda town. Nikilenga naenda town, itabidi nitoke kwa nyumba niende town direct. Ndio nijihakikishe mimi mwenyewe nimeenda mahali nahitaji kufika, mahali nafaa kuenda. Sisemi ati nitatoka kwa nyumba niende town na badala kuenda town itabidi nikule kona nyuma hivi
nizunguke mwisho nikumbuke nilikuwa nafaa niende town, si ndio? Si unaona itakuwa picha ngumu? Si unaona itafanya hadi we mwenyewe uhisi umenoa kitu fulani yenye ulikuwa unahitaji. So kuweka malengo, kijana anafaa kuwe na malengo na mwenendo, yani hakikishe kitu yenye anakitaka ni yenye anaitafuta, si ya kutafutiwa. Unajua ukitafutiwa hakuna venye utakuwa sawa. Labda nikiangalia upande mwingine, ni umezaliwa katika boma yenye inajiweza. Sawa, we kazi ni kukaa, mzazi akupee chakula, mzazi akuletee mavazi. Wakati mzazi anafariki, kuna venye akili yako ilikuwa imezoea kuletewa. Hauwezi chukua fare uende uwinde ndege na utarget. Itakuwa ngumu. Utaona yenyewe bana, nilikuwa nishazoea kuletewa kila kitu. So ni nini najisumbua? Mwisho wa siku unapata umegive up. Unaona? Umegive up. Yani hauwezi fikia malengo yake yenye wewe mwenyewe unafaa. So ndio maana mimi nasema kwa vijana ni afadhali uangalie mali yao wenyewe kuliko kuwa na mtazamo wa kuletewa kila kitu. Sawa? Ndio ufanikiwe vizuri. Na labda jambo lingine ni kwamba sababu Ang'oromo Ward tuko na Mheshimiwa James Ong'ole ambaye ndiye ameshikilia wadhifa huo kwa sasa. Ni lipi ambalo wewe unaona kwamba hajatekeleza kwa hiyo chance ambayo amepewa? Na wewe ukipewa nafasi utatekeleza, utaitekeleza. Yeye ameisahau. Kwanza ningepongeza James Ong'ole. Siwezi sema hajatekeleza kitu yoyote. Unajua kila mtu ako na lengo lake la kutekeleza wajukumu kwa raia, si ndio? Ukiona upande Ong'ole ametekeleza, tukiongelea upande wa barabara amelima, si ndio? Na kulima barabara amelima vizuri, lakini tatizo ni kwa nini barabara huharibika? Sababu hizo barabara zimelimwa, hazina mtaro za kuelekeza maji mahali inafaa iende, si ndio? Ama wewe umeshaona wewe umeona mahali wamelima mtaro ya kupitiza maji? Kuna mahali umeona? Hujaona, si ndio? So ukitengeneza barabara inafaa uangalie mahali pia maji inaenda. Drainage. Hiyo lazima ndo barabara ikue sawa. Alafu upande wa elimu, upande wa elimu kuna tatizo kidogo. Nikiangalia wana Ang'oromo Ward wanalia basari. Basari inaenda kulingana na venye wanajuana. Sawa? Na mimi sitasema Ong'ole ni mubaya upande wa basari. Labda basari yeye utoa kulingana venye amepewa, si ndio? So kuna watu katikati hapa wanasemanga basari kikuja, unajua ukipewa cheo ya kitu fulani, wewe ndio unaweza control. Tuseme wewe ndio unaweza control venye unapeana hii kitu. Vile una distribute sasa. Unaona Ong'ole akitoa, MCA Ong'ole akitoa, huwa anatoa venye amepewa, si ndio? So kufika hapa katikati kuna wale wenye wamekalia ile keti hapo mbele, hao ndo wanagawanga kulingana na venye wanafikiria. So, si ndio? So labda kuhusiana na hilo. So ikiwa kwamba wana Ang'oromo watakuamini na wakupatie hiyo nafasi, how will you ensure your transparency na accountability kwa pesa kama hizo? Asante. Kwanza mimi mwenyewe ningekuwa sure kama imetoka. Mimi mwenyewe nataka ni deal na wana Ang'oromo Ward, ili nikiweka mtu pale, naweka mtu mwenye mimi namdhamini na ni mtu mwenye atafanya kulingana venye mimi namwambia. So sitataka kuona malalamishi ati fulani amepewa 10,000, fulani amepewa 5,000 na fulani amepewa 20,000. Sababu gani huyu apewe 20,000 wakati hao wengine wanafaa wapewe 5,000? Wanakuambianga hata ukipewa milioni 2 na watu ni 2,000, lazima ubalance hiyo.
kama ni 2,000 watu ni 2,000, lazima 1,000 au hata 1,000 kila mtu lazima apate 1,000 moja. Tukisema mfano ni 2,000, si ndio? Na watu wako 1,000. Si hapo nitakuwa nagawa 2,200 kila mtu. Hakuna mwenye atakuja apate 5,000, 6,000. Mimi kwanza kuhusu kunijua, kuhusu kunijua upande yangu, si ndio? Yes. Mimi kuhusu basari venye unanijua, mimi sitataka kujua venye unanijua. Juu mimi sitadhamini kura yako moja, ndio kura yako moja umenipa, unataka nikupe 50,000 ya basari. Unaona kuna venye nitakuwa nimenyanyasa hao wengine kando, si ndio? Mimi mtu mwenye nitaweka pale akifanya makosa, huyo mtu anafaa afutwe hapo hapo. Na atupe sababu gani anapea wengine ya juu na wengine wanapata ya chini. Unaona? So manake kila mtu anafaa akuwe na usawa. Hiyo basari ikikuja ni usawa. Sasa asante sana kwa hilo. Alafu maybe swali lingine nikuulize wewe, Angorom, what's your exact vision by 2030? Ukiangalia Angorom by 2030 unatarajia Angorom iwe inafanana aje ama ikuwe level gani? Asante. Kama kiongozi. Kama kiongozi, Yes. Vision 2030. Nikiangalia kwa Vision 2030, kwanza ndani ya Ngoromo inafaa ikuwe na soko. Hiyo ni kitu ya kwanza. Soko yenye inaleta wanangoromo pamoja. Wanauza mzigo yao, wananunua mzigo yao kwa pamoja. Kitu ya pili, kuhusu afya. Unajua afya ndo tatizo sana. Ukiangalia saidi yetu ya Ngoromo, afya iko chini sana. Wahudumu wa afya ni wale wanahesabika. Na unajua ukiangalia upande wa Brumba Ward, Brumba Ward inasemekana kuna hospitali mingi. Hata hivi karibuni kuna hospitali inazinduliwa inaitwa St. Elizabeth. Ni hospitali moja ya kishua, kifahari. Unaona? Yenye hata sisi tungeonelea chini ya Ngoromo tupateko hospitali ya kifahari yenye inafunguliwa hivi karibuni. Unajua hiyo hospitali ikifunguliwa karibuni hata inamaanisha hii district yetu, hii district yetu hii haitakuwa na nguvu ama itakuwa na uwezo ya ile hapo kama hapo awali. Unajua kila mahali ukiona Funyula walikuwa wanaleta district huku wagonjwa, ukiona Malaba wanaleta district, ukiona Adungosi wapi, unaona wanategemea district. Lakini wakati hiyo hospitali itazinduliwa, kuna venye watabalance na raia watakuwa sawa. Kumaanisha chini ya Brumba kuna dispensary, kuna hospitali kadhaa, ambapo kwetu hapa sisi tunategemea Alupe. Alupe peke yake, si ndio? Ama nadanganya? Ni kweli. Si Alupe ndio sisi tunategemea. But mimi ningeonelea in Vision 2030 tuwe na hospitali pia sisi tujivunie mahali wagonjwa wetu wakiugua ugonjwa wanatibiwa kwa haraka. Alafu kitu ya mwisho kenye mimi ningeonelea kuhusu biashara isikuwe tatizo kwa wanangoromo wote. Sawa? Kuhusu biashara isikuwe kwa tatizo kwa wanangoromo wote. Sababu gani? Unajua hakuna inchi yenye haina biashara, sivyo? Ukienda pale Uganda, jirani wetu hawa wanauza ndizi na wana supply ndizi kwa kila inchi, si ndio? Na unapata hiyo ni uchumi wanatengeneza, sivyo? Hata hapa sisi pia tungejaribu tuzindue nini yenye tutajivunia ili kutengeneza uchumi ndani ya Ngoromo wote. Kweli. Sivyo? Na ya mwisho hii sitaonelea kuingilia kwa biashara ya mtu, ila ningewaeleza hata kama ni biashara wanafanya, waangalie kwanza hao wanajamii wa Ngoromo wasikae tu kiholela kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sawa? Mtu anafaa atoke asubuhi aende atafute kazi. Ikifika jioni hata ukikunywa glasi yako ya chang'aa unafeel uko ni jasho yako umefaitia. Jasho yako umeswetia. Si ati unakaa hapo usiku inafika wewe unaenda kuvunja mlango ya mtu. Unaona hiyo ni haki kweli? Unajua kukaa idle
Ni kufanya mtu afikirie sana na ajielekeze kwa chanzo mbaya sana kama uwizi. Unalala, unapata uko ndani ya nyumba umelala, umechoka mchana, unalala kabisa. Unalala. Mtu anakuja na waya. Hivi juzi mimi niliingiliwa na waya. Wametengeneza waya inakaa namba 7. Sawa, wamezungusha na sellotape. Yenye waya ukiingiza hauwezi hisi kitu. Bahati mzuri sikuwa nimelala, nilikuwa natazama tu, napitia kwa simu. Nikahisi kitu inanini kwa mlango, chapi. Nikajiuliza, kuna mtu kwa mlango huko. Mimi nikasonga polepole, nikaona waya. Jamaa anazungusha tu pole. Unamwangalia? Namwangalia. So wakati niliguza ile waya alishtuka. Akatoka mbio. Unaona? Akatoka mbio. So unaona vitu kama hizo zinafanya yani watu wamekosa kazi. Sawa? Ukosefu wa kazi. Na tena kuchangia kukaa sana kwa mtaa wanaita base. Wanaita base. Sijui kama unafahamu maneno bench mawazo. Bench mawazo, yani kazi ni kukaa kumeditate. Si mbaya kumeditate, sawa? Si mbaya kumeditate, lakini hufai kumeditate kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sawa? So maybe nikuulize, wewe ni kijana wa Ngoromo. Labda ni changamoto zipi ambazo kulingana na wewe unaona kwamba zina affect haswa vijana wa Ngoromo kwa ujumla? So changamoto yenye mimi naona vijana wa Ngoromo hawajiamini, yani hawaoni kama wanaweza fanya kitu. Unajua mimi wakati niliingia nikasema nataka keti MCA 2027. Si mimi ndio nilisema nataka keti MCA. Unajua labda nikueleze kidogo. Unajua ilikuwa aje? Ndio ikafika wakati sasa nikasema mimi ni MCA. Nataka MCA 2027. Ilikuwa hivi. Unajua katika kazi yenye mimi nafanya ni kazi nzito sana. Mimi nabeba mzigo. Mimi nafanya kwa hardware. Napambana na simiti, same nafanya kwa agrovet. Nabeba mbolea na supply mbolea. Unaona ni kazi nimelipwa. Lakini kwa mshahara wangu kidogo hii nilikuwa natoa. Kama hiyo wakati sukari ilikuwa 5,500. Nikachukua 5,500 ambapo hii ndogo ilikuwa 3,200. So nilikuwa 25 kg. Nilikuwa nachukua 50 kg moja na 25 kg moja. Na nilikuwa nahakikisha kwa hiyo 50 kg na 25 kg ilikuwa inatosha watu 200. Nilikuwa nawachotea kikombe nikipea kombe napeana mpaka mama akaniuliza kwani unataka nini? Wewe tuambie unataka nini? Nikamwambia mimi ni yani ni hisia yangu imefanya at least nikule na majirani. Sawa? Yani ulikuwa na ile msukumo tu acha nisaidie. Yani sasa ilikuja kama tu lesha yangu. Leo sasa mimi nataka tu niwagawe watu ya hii area sukari. Na nikagawa mpaka mama wenyewe akaniambia unataka aje. Mama mmoja akaniambia sisi tunaona ndio MCA wetu. So mtu akikwambia ni MCA wetu utakataa? Hawezi kataa. Utakataa. Mimi niliitika hiyo. So wenyewe walikuendorse. Wakasema unatosha. Na mimi sikukataa. Juu labda Maulana alipanga hivyo na mimi pia nikakubali. Lakini niko na malengo na ni lazima nitaendelesha hiyo mila. Juu hiyo mila mimi nilianza. Na wakati nilianza kama urafiki. Sawa? Na bado kuna venye naweza saidia. Na kuna venye naweza songeza mawazo, tukasaidiana mawazo ili tujifanye nini? Tuwe kwa usawa. Ndio. Si ndio? Na labda nikuulize sasa unakuja na chama gani ama wanangoromo watarajia ni chama gani unawaletea? Kuhusu chama hiyo wangenipa kwanza break. Siwezi waelezea kwa saa hii, lakini
nikija mara ya pili kunioji, utapata chama sahihi yenye nataka kusimama nayo. Kwa sahihi bado unajipanga, una wave kidogo. Kwa sahihi na wave nikitafuta wafuasi. Unajua lazima tukue na wafuasi ndio kila kitu ikuwe sawa. Na wenyewe kama venye walinipanga wenyewe ndio watanipea chama. Sawa? Wenyewe also Wanang'oromo wenyewe wakupatie chama. Wanipee chama. Wewe mwenyewe hautaamua. Mimi sitaamua. Chama yenye watanipa ndio mimi nitaenda nayo. Hata ikiwa ni UDA, ikiwa ni ODM, ni chama nitaenda nayo. Na maybe nikuulize tu swali lingine, sababu kuna wale viongozi pia ambao tuko nao huku hivi juu ambao waliingia kwenye siasa kitambo. Ni mwanasiasa mgani au ni kiongozi mgani katika hii nchi ya Kenya ambayo huwa anakuinspire au huwa una admire kazi yake huku juu? Asante. Mimi utaniruhusu niseme wawili ama mmoja? Unaweza taja tu wale ambao. Kwanza kiongozi mwenye mimi niliona alini-inspire na nikamfeel ni kiongozi bora kwa sasa, Mola mlaze pema. Ni Raila Amolo Odinga. Honorable Raila Amolo Odinga. Ndio alikuwa kwanza. Na siku zote niliona hisia zake si mbaya. Alafu pili kabisa, nadhani kila mtu anamfahamu, sisi ndio Sifuna. SG mwenyewe ODM. Sisi ndio Sifuna. Unajua yeye pia anacheza role kubwa upande wa siasa ya Kenya. Unajua siasa bila upinzani si siasa. Sio siasa. Ndio? Kweli. Na siasa ni kitu yenye sisi wote tunafaa tujivunie na tusome na tuhisi kuna kitu fulani. Hata mimi ikija mwaka ujao nitaifanya mwaka ujao, sababu ya kupata motisha ya mtu fulani. Na mimi ni watu wawili, Raila Amolo Odinga na Sifuna. Edwin Sifuna. Na labda ni tabia gani ambayo unahisi iko kwa wanasiasa ambayo una feel ni tabia ambayo unatamani tu wange stop? Tabia yenye ningetamani wanasiasa wa stop ni kuahidi watu na kukosa kutimiza. Unajua mtu umemwahidi, ukifika pale utamsaidia na amekupa kura akitegemea utamsaidia. Mwisho wa siku unamwacha. Mtu alikuwa anaishi kwa nyumba matope, unamwacha baada anaishi kwa nyumba matope. Alafu unasahau kuwa ulimwahidi. Unaenda ukifikiria mwaka 5 ni mingi sana. Unajua siku hizi mwaka 5 ni kama siku 5. Ni kweli. Nadanganya? Ni kweli. Mwaka 5 ni kama siku 5. Tunakimbia siku hizi. Yaani unaweza fikiria umeahidi mtu kitu akasahau. Na labda nikuelimishe kidogo. Unajua deni hauwezi kumbusha mtu kulipa deni. Na ukikumbusha huyo mtu kulipa deni, huyo mtu anakupimia. Kuna mahali ushaikuwa na mfano wewe, ushaikuwa na deni ya mtu, huyo mtu akakumbusha kulipa deni yake? Nishaikumbusha kulipa deni. Ushaikumbusha kulipa deni? Lakini siati nilichelewa. Chanzo ni nini? Sababu nilikuwa nayo na sikutaka kulipa. Ni ile time nilikuwa pia nimemwagiza. Ilifika kama bado sijaipata. Lakini nilichelewa bado. So asante. Lakini ulisahau. Ulisahau kuna deni ya mtu? Sikusahau. Sasa ndo maana yake deni hauwezi sahau. Ahadi ni deni. Ahadi ni deni. So ukiahidi mtu, kwanza mimi upande wangu mimi nimekuja kama MCA Angoromo 2027. Mimi siwezi ahidi mtu ati nataka nikutengenezee barabara ama ning'ang'ane ili nilete elimu ikuwe sawa. Na ni ilhali hizo vitu mimi mwenyewe nafaa nifanye, si ndio? Hizo vitu zote mimi nafaa nifanye. Kwa nini? Ni hawa wana kijiji
hao watu wa Ngoromo Ward ndo wamenipea kazi hiyo, na hiyo kazi wamenipea ili wanikumbushe watoto wetu wasomi. Inafaa ufanye aje? Ujaribu ng'ang'ane, tuone venye watoto wanasoma. Si ati mimi ni waahidi takupea pesa fulani ili mtoto yako asome, hiyo takuwa na kudanganya. So hizo maneno ya kuahidi watu, hiyo ni vitu wanafaa waachane nayo. Alafu pili, unajua mwanasiasa pia usahau. Sawa? Ni kweli. Usahau. Ametafuta ikura na mguu. Sawa? Hakukuwa na gari. So ashapata kiti, amenunua gari. So hata kisimamishi wa mahali kioo iko chini. Unaona mtu anamwambia mheshimiwa nipe 100 sijakula. Mheshimiwa anaona hiyo ni picha mbaya, anasongesha kioo juu. Anasahau alianzia chini. So ukienda pale inafaa uende uhudumie wananchi na hao wananchi waridhike. Si kwenda pale kuonyesha madharau. Madharau hiyo ni kitu inafaa iache kabisa. Na mimi nikija kama MCA mbele ya wana Ngoromo Ward, kenye watanipanga au ndo watanipanga niwafanyie kenye wanataka. Na labda niwarekebishe kidogo. Mtu mmoja asikuje kulia shida hajakula. Sawa? Asikuje kwangu kulia ati hajakula, na ile hali kuna venye tunaweza mboost afanye kazi ili apate chakula. Sawa? Nikikusaidia leo, kesho pia saidia mtu mwingine. Ni kweli. Si ndio? So nisije nikusaidienge kila siku. Na labda jambo lingine ni jambo lipi ambalo unaweza wana Ngoromo wakikuamini wakupatie nafasi ya kuwaongoza baada ya mwaka mmoja, wana Ngoromo watarajie nini, ama utakuwa umefanya nini baada ya mwaka mmoja yenye wanaweza kuhold accountable? Baada ya mwaka mmoja wana Ngoromo wanafaa watarajie wakiwa kwa vyama tawa boost kulingana na vyama venye ziko. Sawa? Kama labda vyama iko tuseme iko 100. So na labda mimi niko na 1,100. Nafaa nipea hizi vyama 100. Unajua ile kidogo yenye unapewa kuna mahali inachangia, si ndio? So kwa hii vyama 1,100 kwa vyama 100 na niko na 1,100. Unajua kwa hizi vyama nafaa nigawe 1,100 kwa kila chama. Ama nadanganya? Ni kweli. Nafaa nigawe 1,100 kwa chama. Hiyo ni mfano yani naongelea. So kuhusu vyama wasitarajie mahangaiko. Hiyo lazima tutaempower hizo chama. Alafu kitu kingine nikiongezea, kuna wale wa mama wajiwezi au lazima mimi niwashike mkono. Niwashike mkono, niwasaidie ili wenyewe pia wahisi ni watu. Hawajatengwa katika uongozi wangu. Na labda mheshimiwa nikuulize hivi, sababu tuko na mambo ya talent, sababu katika wadi ya Ngoromo kuna talents tofauti. Maybe nikirudi kwako wewe mwenyewe kama Timothy,